Wewe ni mfanyabiashara wa utalii ambaye unauza safari mlima Kilimanjaro au Zanzibar Beach Holiday. Wateja wako wakubwa wanatoka Marekani na Ulaya. Inawezekana hili ulijui. Kwenye website yako kuna page ambayo huwa ina make au ina break biashara yako. Page hii sio homepage au page nyingine za packages, la hasha. Hii si nyingine bali ni about us page. Kwa wageni wengi, about us page ndio page ambayo huwa wanaitumia kufanya decision waendelee na wewe au la. Page hii huwa inawajibu maswali yao kama je, kampuni yako ni sahihi na ya kuaminika kwa wao kutumia pesa zao? Je, utakuwa mtu sahihi wa kutake care about them watakapofika Tanzania? Je, wewe ni professional kwa ajili ya safari ya ndoto yao? Katika video hii tumepanga kukuonyesha jinsi gani ambavyo unaweza kubadili page yako hii ili iweze kuwa powerful sales machine kwa ajili ya biashara yako. Yaani page ambayo itajenga trust na connection mbele ya wateja wako, itaeleza real story yako na biashara yako, itakusaidia kuconvert visitors wa page yako ili waweze kuconfirm booking zao. Utakapoangalia video hii mpaka mwisho, utaweza kupata clear structure na practical examples za jinsi gani page hii inatakiwa iwe, hivyo kumrahisishia web designer wako katika kuupgrade page hii. Stay tuned, twende pamoja. Kwa wafanyabiashara wengi pamoja na designers wao huchukulia about us page kama just a simple bio ya kampuni yao. Utakuta website imeandikwa tu just two paragraphs kama we started in 2012, we offer safari, we are committed to customer satisfaction. About us page yako imekwisha. Lakini ukweli ni kwamba watalii waliopo New York, London, Berlin au Paris huchukulia page hii kama hii ndio mahali sahihi kwa wao kucheki your integrity na trust, kujihakikishia kuhusu usalama wao, kiwango chako cha professionalism, vyote hivyo kwa wao huchukulia kutoka kwenye peji hii. Kumbuka kuwa hawa jamaa wako mbioni kutumia hundreds and thousands of dollars kutoka maelfu ya miles kuliko waliko wao. Wanataka kutuma nchi ambao hawajawahi kufika, na wamekuwa wakisikia negative story nyingi kuhusu Afrika kila wanapofungulia TV zao. Hivyo basi kwenye mind zao wanafikiria kama hii ni kampuni real au ni madalali tu? Je, imekuwa registered kwenye mamlaka zinahusika na utalii ndani au nje ya nchi? Je, nikiwalipa kweli watakuja kunipika nitakapokuwa nimetua airport? Hivi mtu huyu anajua nini matarajio yangu ya kuja Afrika? Je, in case something goes wrong, mtu huyu atakuwa tayari kunisaidia? Maswali yote hayo yanatakiwa kujibiwa na about us page yako. Kama about us page yako inatoa real story kuhusu wewe pamoja na kampuni yako, utakuwa na advantage kubwa zaidi kuliko makampuni ya kigeni. Kama about us page yako itatoa real story kuhusu wewe pamoja na kampuni yako, utakuwa kwenye advantage kubwa zaidi ya makampuni ya kigeni katika nyanja zifuatazo. Kwanza kabisa, wewe ni logo, kwa hiyo unajua vizuri sana kuhusu nchi hii, watu wake na tamaduni zake. Kwenye timu yako unao watu ambao wamezaliwa na kukulia around Serengeti, Ngorongoro, Kilimanjaro au Zanzibar. Wewe pamoja na timu yako wote kwa pamoja, utalii wa Tanzania ni personal journey yenu. Hii itakutofautisha na makampuni makubwa ya Ulaya na Marekani ambayo yenyewe kwanza kabisa ni just online sellers. Wao ni madalali tu, hawajawahi kufika Tanzania wala hawaijui. Kwa kuwa hawana taarifa za kutosha kuhusu destination hii, ndio maana unakuta website zao nyingi hazina unique yoyote na ni just like a copy and paste. Hivyo basi effective about us page yako itaonyesha kuwa wewe ni real person na ni local na ni professional katika utalii wa destination hii. Pia itawahakikishia wageni wako kuwa wewe na kampuni yako ni watu trusted kwa ajili ya dream trip yao kuja Tanzania. Hebu sasa chukulia kwa mfano page yako ina taarifa zote muhimu kama safari yako ya utalii kutoka ulipokuwa pota au tour guide au machinga mpaka kumiliki kampuni ya utalii. Umeweka mission statement yako ambayo ina details zinazoonyesha kwa nini unafanya biashara ya utalii. Umeweka picha, taarifa muhimu kuhusu wafanyakazi wako, tena wale ambao ni key person wa kampuni yako. Umeonyesha credibility yako katika industry, maybe kwa kuweka labda membership
certificate, license, review kutoka kwa wageni wengine. Taarifa zinazohusu unavyoishi na wafanyakazi wako zinaonekana, unavyodili na community inayokuzunguka pamoja na effort zako katika kutunza mazingira zinaonekana. Kwa page kama hii, kwa kifupi, wageni wataanza kukupenda na kuanza kukuamini kama unaweza kutimiza ndoto yao ya kuja Afrika. Hii ni kutokana na ukweli kuwa wageni wengi huwa wanabook na kampuni wanayoona inawafeel connected na sio vinginevyo. Baada ya maneno yote hayo, hebu sasa tuende tukaangalie jinsi gani ambavyo web designer wako au content creator wako anatakiwa afanye ili uweze kupata About Us page ya ndoto yako. Kufanikiwa katika hilo, twende tukaivunje section za About Us page yetu. Kwanza kabisa, juu kabisa, designer wako anatakiwa kuanza na very strong hook kuhusiana na who are you, wewe ni nani. Alafu aweke story ya kuvutia kuhusu wewe na kampuni yako, jinsi ilivyoanza na mpaka ilipofikia. Alafu aje kuonyesha vision, mission na values ambazo kampuni yako inaziamini juu ya hizo. Kisha aje kuandika na kuja kuweka kuhusu timu yako, picha zao na story zao na information zote kuhusu watu wako wa muhimu katika kampuni yako. Alafu aje kuweka proof za kuhusu kampuni yako kama labda TripAdvisor, Google reviews na vitu kama hivyo. Na mwisho kabisa amalizie na call to action, kwamba unataka baada ya hapo yule mtumiaji wa website yako afanye nini. Sasa twende na section ya kwanza. Section ya kwanza ambayo inahusu hook. Kwa kuwa wageni wengi huwa si wasomaji wa kila word, ni vizuri content creator wako aanze kwa sentences zisizozidi 3 au 4 kama ndio introduction yake. Badala ya kuandika maneno mengi kama hivi ambavyo utayaona kwenye screen, mwambie content creator wako aandike just copy like hii hapa ambayo utaiona na yenyewe kwenye screen, na pia nitakuwekea kwenye description kwa ajili ya kucopy na kuedit na ili iweze kufiti na wewe. Kwenye copy hii utaona imenazungumzia wewe ni nani, umetokea wapi, ni nini unachokifanya uwe tofauti na wengine. Baada ya hapo, designer wako anatakiwa kwenda section ya pili ambayo ni origin story yako wewe. Katika section hii aeleze vizuri kuhusu jinsi kampuni yako ilivyoanza, ni nini kilikipelekea mpaka kuamua kuanzisha kampuni ya utalii. Je, ni changamoto gani unaoamini kampuni yako inaenda kuzitatua ambazo makampuni yaliyoko yameshindwa kuzitatua. Mfano, aandike kama hivi: ulianza biashara ya utalii ukiwa kama porta wa mlima Kilimanjaro au tour guide. Katika kipindi chote hicho umekuwa ukishuhudia makampuni mengi ya kigeni yakichukua kiasi kikubwa cha pesa na kuacha locals na kiasi kidogo, wakati kazi kubwa au yote hufanywa na hao locals. Hivyo basi ukaamua kuanzisha kampuni ambayo itatoa fair distribution kwa Watanzania na kuhakikisha kiasi kikubwa cha mapato kinabaki hapa hapa. Hizi ndio aina ya content ambazo wageni wengi wanatamani kuziona kwenye page yako. Na hii hapa chini ni mfano wa About Us page history inafaa iwe. Katika kopi hiyo hapo juu inaonyesha sura halisi ya kampuni yako, asili yake, sababu za kuwepo kwake na vitu kama hivyo. Section ya 3 itakuwa ni kuhusiana na mission, value na vision ya kampuni yako. Baada ya story yako kwa kifupi, kinachofuata ni content creator wako anafaa aandike paragraph fupi kuhusu ni nini kampuni yako inaamini katika biashara hii. Kwa mfano, badala ya kuandika labda we are aim to provide best safari with high quality services and customer satisfaction, designer wako anaweza kuandika mfano wa hii hapa chini unayoiona. Kwa statement kama hizo, mgeni wako atakuwa na urahisi katika kuelewa kuwa wewe ni nani na ni kwa nini kampuni yako inaexist na jinsi gani ambavyo unaaminiana na ulimwengu. Then baada ya hapo, chini yake designer wako anatakiwa kuonyesha kuhusu timu yako. Hapa anatakiwa alete information kuhusu timu yako. Wageni wengi hupenda kujua nani atakayewachukua airport, guide wao ni nani katika safari yao. Je, kampuni yako ni one man show au una timu ya kutosha?
Pia weka information kuhusu labda founder wa kampuni yako, key office staff kama reservation, operation, sales na watu kama hao. Pia uonyeshe guides au leaders wa trip zako. Kwenye kila mtu hakikisha content creator wako anaweka details zao, ikiwa ni pamoja picha yao, kazi wanazozifanya. Kwa mfano, kazi labda ni safari guide, Kilimanjaro leader guide, trip planner, guest relation officer na watu kama hao. Details za mfano wa content ambazo designer wako anatakiwa afanye tumekuwekea hapo, jaribu kuzipitia na ushare na designer wako. Section hii inasaidia sana kuonyesha kampuni yako kuwa ni real na ina team, kuwa mna experience, professionalism yenu ndani ya team na vitu kama hivyo. No matter ukubwa wa kampuni yako, kama bado kampuni yako ni ndogo, wewe weka tu wale ulionao clearly na proud of them. Section inayofuata, designer wako ataiandaa kuhusiana na trust signals na professionalism ya kwako na kampuni yako. Hapa designer wako anatakiwa aonyeshe legitimate yako katika industry. Kama wewe tayari umeshakuwa registered kwenye taasisi zote zinazohusiana na utalii, utaonyesha kiwango cha experience ulichonacho wewe pamoja na timu yako. Utaonyesha wageni wengine ambao waliwahi kuamini kampuni yako na wakasafiri na wewe. Kama wewe ni member wa organization kama labda Tato na organization kama hizo, pia utaonyesha umri wa kampuni yako katika operation, namba ya success trips, award recognitions kama unazo, links za review kutoka kwenye platforms labda kama Google, TripAdvisor, Safari Booking. Vyote hivyo unatakiwa uvionyeshe. Hapa chini tumejaribu kukuonyesha jinsi ambavyo content designer wako anafaa kuandika. Hii template pia unaweza ukaitumia kwa ajili ya matumizi ya kwako wewe, ni just una-edit kidogo then itakufaa. Kama kampuni yako ni mpya pia, don't worry. Utaonyesha tu miaka ya experience ya timu yako, au wewe mwenyewe miaka mingapi umekuwa porter, umekuwa guide au manager, training na certificates ambazo unazo, na pia utaonyesha testimonial za wale wageni wako wa kwanza. Mwisho kabisa, designer na content creator wako wanatakiwa waandae section inaitwa call to action. Kazi kubwa ya section hii ni kutimiza madhumuni makubwa ya page, nayo ni kutaka mgeni wako achukue hatua ambayo ni karibu na kubuku na wewe. Hivyo basi, baada ya mambo yote hayo, kinachofuata section hii call to action, mwambie content creator wako atume maneno kama haya chini, ambapo hapo ata-edit kidogo, ata-rewrite kidogo ili yaendane na biashara yako na website yako. Make sure designer wako anaweka chini kabisa clear button ambayo itamuelekeza visitor website yako afanye nini, na atumie maneno labda kwa mfano kama vile plan my trip, au maneno kama talk to safari expert, start my journey na maneno mengine kama hayo ambayo yatamuelewesha yule mtumiaji wa website yako ni nini anatakiwa kufanya. Mpaka hapa, kama content designer wako na creator wako watakuwa wamefuata vyote tulivyoviandika hapa juu, ni dhahiri kabisa kwamba web page yako itakuwa imeweza kujibu maswali yote ambayo traveler wanakuaga nayo. Kwa kumalizia, watalii huwa hawanunui safari tu, bali hununua kampuni yako, story yako, timu yako, values na promises zako kuwa utatake care pindi watakapotua na mpaka siku watakaporudi nyumbani kwao. About Us page yako ina wajibu wa kuongea direct na wao kabla hata hawajatuma email au kukuandikia kwenye WhatsApp. Tumia hizi taarifa hapo juu kwenye video hii kuhakikisha web designer wako na content creator wanatengeneza page ambayo itajenga trust kwa wateja wako. Huu ni wakati wa wewe kuhakikisha unakuza biashara yako. Hivyo basi, open up your About Us page and start rewriting it into a story your future guests have been waiting for. Kwa mawasiliano zaidi tupigie namba ambayo iko kwenye skrini ili
pamoja tudiscuss jinsi ya kutengeneza biashara yako kupitia About Us page yako. Asante kwa kutazama video hii na kutakia kila laheri.